Hello everyone, my name is Kevin. I am a fan of Bible stories and there is this story I was sharing with the youths and kanibeba kidogo. I know you know it. It's a very common story. It's recorded in the book of Luke chapter 19 and verse 1 to 10. I know when I mention that verse, I know most of you already know the story. So when you read the book of Luke chapter 19 and verse 1 to 10, it records the story of a young man, or not young, but rather short point. You know, everything that was recorded in the Bible, especially in the New Testament and in the Gospel of Jesus, that is the Gospel books, Matthew, Mark, Luke, and John, all the stories that are recorded there, they were not all. Jesus did very many miracles, and the ones that were only recorded, they are the ones that maybe were strong, maybe if I can say, either they were strong or they were selected by the grace of God for the men who wrote the Bible. Through the inspiration of the Holy Spirit, they wrote the stories that will cover or other stories that were supposed to be written. And there is somewhere in the scripture or in the Bible a scripture which says that if all the records or all the stories that were supposed to be written in the Bible, if the whole Bible was to be written, there could be no any space or any book that could contain all the information that was supposed to be written in the Bible. And therefore, the little information that was written, that Bible you see, it is only a few of the stories, which will also, when you read these stories or you read these scriptures, they will help you understand and have faith in God. They will help you understand what salvation is, and they will help you understand your purpose, why you were created, and purposely is to worship God. So I was asking myself, why the story of Zacchaeus and not any other story? Another point that I want you to note is that every story that was written, and I'm talking about the stories of Jesus, I'm talking about the New Testament, all the stories that you read, the parables, the miracles, they were symbolic. They had a spiritual, symbolic meaning. Apart from the outside meaning of the story, we know that Zacchaeus was short. We know the story. We know that he went ahead and climbed a sycamore tree so that he could see Jesus, because his shortness would not allow him to see Jesus. Why the short man and not any other story of any other person or any other tax collector? And I got this revelation that what makes us short, it was symbolic that Lazarus needed salvation because he was a sinner. He was alikuwa anachukua mali za watu, mali za maskini, alikuwa anachukua zaidi ya yale ambao aliruhusiwa kuchukua kama tax collector. Kwa sababu kama tax collector ama mtoza ushuru, kuna kile kiwango ambacho umewekewa na serikali ama kile kiwango ambacho serikali imeweka ya kwamba mama mboga atalipa hiki kiwango cha ushuru. Kama ni mwajiriwa, kama ni walimu, kuna kiwango cha ushuru watalipa. Tunapata hii rekodi pale mwisho or the story, we find that at the end Zacchaeus alikubali kurudishia wote aliowanyang'anya, kumaanisha alikuwa amewanyang'anya. Aliamua ama aliapa kwamba atawarudishia mara ngapi? Mara 4. Alafu akasema atarudishia mali zake, atawapa maskini nusu ya mali yake. Hiyo ni kumaanisha nusu ya utajiri wake. Nusu ya utajiri wake atawapa maskini, kisha wale ambao wamewanyang'anya mali atawarudishia mara 4. This means, inamaanisha wokovu, salvation. This means, and even Jesus himself said ya kwamba leo hii
wokovu umeingia nyumbani kwako. Wakati alimwambia Zakayo, shuka upesi kwa sababu leo tutakula na wewe, na leo wokovu umeingia nyumbani mwako. So hii story ya Zacchaeus si just a story ya watoto kuambia kuhusu kulikuwa na mtu mfupi aliyekuwa anaitwa Zakayo. Hii ni habari ya wokovu. It was symbolic ya kwamba wakati tunaendelea kufanya dhambi, wakati tunaendelea kunyang'anya watu mali zao, wakati tunaendelea kumtenda Mungu dhambi na kuendelea kurudi nyuma, hiyo ambao huwa tunasema kurudi nyuma, backsliding. And you know, backsliding si yule tu mtu ambaye ameacha church na ameacha kwenda church, sasa ameanza kufanya mambo zingine. Backsliding unaweza kuwa uko kwa church, unahubiri, unaimba, lakini Mungu akiwa juu mbinguni anakuona ya kwamba uli backslide, umesharudi nyuma. So nilikuwa najifunza kupitia hii habari ya Zakayo ya kwamba dhambi zetu huwa zinatufanya kuwa wafupi. Si wafupi wa kimo, wafupi kiroho. Na ukiwa mfupi, ukiwa Zakayo, ukiwa mfupi hautaweza kumwona Yesu. Na kwa hivyo mapenzi ya Mungu hautaweza kuyatimiza kwa sababu haujapatana na Yesu. Na pale mwanzo unaona ya kwamba Zakayo kabla hajapatana na Yesu, kwa sababu ya ufupi wake, alikuwa mtu ambaye alikuwa anaona kwamba kila kitu kiko sawa. Kwa hivyo kuwanyang'anya watu mali na kutoza ushuru zaidi hakuona kana kwamba ni jambo lolote ambalo lingeleta shida, ama kwake hakuona kwamba ni jambo ambalo lilikuwa na shida. Lakini wakati alipatana na Yesu akafunguka macho na akapata ukweli. And you know, we get the truth through the word of God. The more we read the word of God, the more we understand these scriptures, the more you get the information from the Bible, the more you are directed by the Holy Spirit, the more your eyes are opened. And therefore, I'll urge you, my brothers and sisters, that tusikubali kuremain wafupi kwa sababu ya dhambi. Tunapokiri dhambi zetu, tunapotangazia ulimwengu ya kwamba tumeokoka, na si lazima uhubiri kwa maneno, si lazima sisi wote tuwe wachungaji, si lazima sisi wote tuwe waimbaji, lakini kwa matendo yetu, yale matendo ambayo tunafanya, hiyo ndio unahubiri kupitia matendo yako. Kwa hivyo habari hii ya Zakayo ndio nimesikia kwamba nishare na nyinyi. Nilishare na vijana kwa sababu napenda sana sana kushare na vijana, na nikahisi ya kwamba ni vizuri pia labda kuna mtu hapa ambaye ataona hii video na itambariki, itamsaidia ya kwamba tusiwe wafupi wafupi kiroho, kwa sababu hatutaweza kumwona Yesu. Pointi ya mwisho ambao ningependa ushike ni kwamba Zakayo alitamani. Kati ya umati mwingi, yeye aliacha ule umati, akakimbia mbele, akapanda mkuyu uliokuwa mbele, ili mahali ambapo Yesu atakuja kupitia katika njia ile aweze kumwona Yesu. Kwa hivyo jambo la mwisho ambalo unafaa kuwa nalo ni tamanio la moyo la kumwona Yesu. Usiwe mtu wa kulazimishwa, maana wokovu, Muigai wa Njoroge alimba akasema ya kwamba wokovu si kushikwa cha nguvu. Wokovu ni kujitolea, wokovu ni wa moyo. Kwa hivyo Zakayo alitaka kwanza, alikuwa na huyo msukumo ya kwamba I want to see Jesus today. Kwa hivyo lazima itoke pia moyoni mwako, lazima itoke kwa roho, isiwe ni shinikizo ama isiwe kwamba ni kulazimishwa, iwe kwamba moyo wako umependa. So Mungu awabariki. Ni hayo kwa leo. Jina langu ni Kevin. Mbariki.